na wewe tunasema kuparticipate, kuhusika. Kiswahili kilicho rahisi kuhusika. Na wewe umehusikapo ni sawa na kwamba amekuja jirani anaalika watu kwenye sherehe. Usipoenda kwenye ile sherehe, maana yake hujahusika, maana yake hujashiriki. Lakini ukitoa mchango lakini usiende, umefanya nini? Umeshiriki. Ndicho ninachokimaanisha. Unapokuja kanisani unakaa kama mdogo anayesubiria kufukuzwa na labda na simba, maana yake hapa hakuna ushiriki. Uko hapo hakuna ushiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kuwa washiriki katika maisha yetu. Malizie na story moja hii kwamba kuna mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa akihubiri Injili. Wakati akihubiri Injili, watumishi wa Mungu, kanisa lilikuwa limejaa sana. Wakati kanisa limejaa, manunguniko yakaanza. Huyu mtumishi hatumtaki hapa. Huyu mtumishi hatufai kabisa. Wakakubaliana kwamba tunataka tumfanyie mchezo Jumapili. Akisimama tu kuhubiri, tunaondoka wote tunaenda kupiga stori nje ya kanisa. Kitu ambacho wakafanya. Jumapili ikafika, mtumishi wa Mungu anasimama madhabahuni, haleluya! Wote wakanyanyuka, wote wakaenda nje isipokuwa mtu mmoja akakaa. Amekaa, mtumishi wa Mungu anashangaa, watu vipi? Haleluya, hili neno limewakwaza. Akakaa. Baadaye akachukua kama dakika 5 kufikiria sana. Kuna kitu gani? Anawaza, hapa niombe au niwafate niwaulize au kuna kitu gani? Yule aliyekuwa yuko amekaa mwambia mtumishi, tuendelee. Wakati wa neno tuendelee. Akasema, akaomba. Baada ya kuomba akaanza kuhubiri. Amehubiri yule jamaa akaanza kupiga usingizi. Ambaye anazidi kafika usingizi. Amaliza mpaka akaomba, akaenda kumwamsha vipi kwa. Sasa ulisema tuendelee, kwa nisikia anamujibu. Sasa wewe chakula ulichokuwa umeandaa kwa ajili ya wewe. Mimi nilikuwa peke yangu. Mimi nilikula nikashiba. Kalala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha tunayo siku zote ni tujue kwamba kuna safari na maisha yetu ni lazima yafanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo tamani kuondoka na hili neno kwamba maisha yako ya wokovu yafanikiwe. Maisha yako ya kiroho yafanikiwe. Usikubali kubaki maisha ya kawaida, maisha ya wokovu, maisha ya kiroho. Kwa sababu tumesema maisha ya kiroho yakifanikiwa ndio msingi mzuri. Ndio utapata mume mwema unayemkusudia, ndio utapata mke mwema unayemkusudia, ndio utapata ufaulu mzuri kwenye darasa unalokusudia. Lakini kama maisha yako ya kiroho hayatafanikiwa, bado hata hayo unayoyaomba hautaweza kufanikiwa vizuri. Lakini usisahau pointi ya msingi kwamba jitahidi kushiriki katika uinjilisti. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 15 kwamba mimi ndiye mzabibu wa nini? Wa kweli. Kila tawi lililo ndani yangu lisipozaa linafanya nini? Linakatwa. Tukubali kuzaa matunda tunapokuwa katika nyumba ya Bwana. Tusiwe wachoyo kuwapelekea watu injili. Unapomwona mtu amekosea, wewe tegemea, hata kama anakutukana matusi, wewe usiwaze matusi, lakini wewe mueleze kile ambacho kinakusukuma ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu amsaidie kila mmoja aone kuna haja ya kupeleka injili kwa watu, aone kuna haja ya kuwahubiria watu waache matendo mabaya, wamjue Mungu. Leo watu wanaona yaani mimi hili nilishahubiri mno hata alibadilika. Wokovu ni process. Mtu ambaye hamjui Mungu umfanya amjue Mungu sio leo. Inahitaji muda, mpe muda. Umemhubiria leo akaenda tena kulewa,
usimchoke, nenda tena. Aisee, ulevi ni mbaya, utaenda motoni, kuna moto. Akienda tena, nenda tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana kila mmoja awe na shauku ya kupata mafanikio ya kiroho. Mafanikio ya kiroho unayapataje? Nimekufundisha siri 4. Siri 4 kubwa za kukufanya uwe katika maisha ya kiroho, ambao siri hizi ukiziweka kwenye maisha yako, ukaziweka, yani tunasema kwamba ukaweka ile kuimplement katika maisha yako yatabadilika. Lakini ukiishi kwa mazoea, tulishahubiriwa mno. Ukiishi kwa